Mzee wetu anauliza, hiyo Allahu Akbar, kuna mwingine inamshinda hiyo, wanaita mashehe au wanaita tafkhim, kuijaza lafdhul jalala inamshinda, badala ya kusema Allah inamshinda anasema Allah. Hii vipi? Swali la kwanza la mzee, kama itakuwa nimemuelewa. Akaweka bii yake, mwingine badala ya kusema akbar akaifanyia kidogo maili ya hamsi. Unajua watu watajwidi, yani hamsi yake ina muyuli ikbar, ndio hivi ikbar. Allah, nilitoa kisa siku moja. Unajua haya majambo ya kusoma yanatakiwa uwe makini kweli kweli, usije ukagombana na mtu kumbe hicho kitu kipo. Sisi kipindi bado tupo kwa marehemu, tushatoka, tupo kwa Sheikh Muhammad Shamte Jongo. Kuna mzee mmoja hapa alikuwa kidogo herufi zinadondoka dondoka, simtaji jina, kashakufa, herufi zilikuwa zinadondoka dondoka akiswalisha hapa. Sasa mjomba wangu marhumu Sheikh Muhammad Shamte Jongo, Allahumma ighfir lahu warhamhu, alikaa na baadhi ya watu kwa kusikitika, Mungu amjalie huyu bwana ulimi wake autengeneze vizuri, Qur'ani yenyewe inadondoka dondoka. Pale alipokuwepo namtaja mtu Mungu huyo, namtaja kwa jina, alikuwepo mzee wangu mzee Mkurungo. Wanomjua mzee Mkurungo walikuwa wanamjua ni nani, alikotoka ni nani kutoka hapo. Kasikia kwamba yule bwana herufi zinadondoka dondoka. Msikiti ule sio huu. Visa vimo, unajua hata kwenye Qur'ani imekuja, usije ukashangaa unapewa visa. Kwenye Qur'ani munahanu naqusu alayka ahsana alqasas. Katika Qur'ani visa vipo, story, ukisikia kisa ni story. Yule bwana limemkaa lile moyoni, kumbe huyu bwana anatudondoshea sauti tu nzuri, herufi nyingine anaangusha. Nakumbuka ilikuwa swala ya magharibi. Msikiti ule una rangi ya kijani na nyekundu, changanya chai na mabungo waliweka kwenye mihrab. Msikiti ule sio huu. Chuma kimeingia stakimu wa atadilu, kamvuta kanzu, toka we ujui. Kasema yule, anamuonesha Sheikh Jongo, kamvuta hapa, toka we ujui. Kasema yule. Akamsukuma mzee fulani aje kuswalisha, wanamjua wenyewe wazee, mzee Mataka alikuwa nakaa hapa, baada ya Juma mzee Gua, wewe nenda. Yule mzee akiswalisha mikono yake anaitoa hapa, Allahu Akbar, anaileta hapa. Sasa vijana tulikuwa tukimuona yule mzee anasogea, basi tunasogea kumwangalia namna zile mbwembwe anavyo mikono anavyoinyanyua na kuidondoshea hapa. Sasa kumbe akili ya utoto tulikuwa tunaona mambo ya maajabu, kumbe imo. Sisi tulikuwa tunaona maajabu, kumbe imo. Habari ya kuwa kauli yake dhaifu ama ina nguvu nyingine, lakini imo. Kama swala ya jeneza tu, ikiwa kawekwa, masala ya sunna imekuwa na nguvu wapi? Jeneza lilivyowekwa, kichwa kiko upande huu, imamu atasimama usawa wa kichwa. Kichwa kikiwa upande ule, imamu atasimama usawa wa kichwa. Ndivyo anavyoswaliwa maiti. Mwanamume unasimama eneo la kichwa, kiwe upande huu, kiwe upande huu. Aiwi tena vita kichwa kiko wapi, kama msiba wa mzee Mshamu. Watu wakaona nimekosea. Mtu mmoja bakuwekwa tu jeneza, anasogezwa sheikh, akauliza kichwa kipo wapi? Mimi nikamwambia kipo humo humo. Sasa unategemea kitaenda wapi? Maziko ya mzee Mshamu litumbui pale, kichwa nikamwambia kipo humo humo. Wewe swalisha tu, hakuna sababu ya kugombana. Geuza, weka huku. Akiwa mwanamke atasimama eneo la kiuno kuja kifuani kidogo, eneo la kiuno hapa katikati, wenyewe wanasema. Mwanamume ni kichwani, sio kifuani. Kuna watu wanafikiri anasimama sawa kifua, eneo la kichwa mwanamume, eneo la kiuno mwanamke. Kwa hakuna ugomvi. Sawa, kichwa kilikuwa huku, maelezo yapo, kilikuwa huku, maelezo yapo. Sasa na haya, tukianza na swali la kwanza la mzee wetu, imemshinda mtu ile tafhimu ya lafdhul jalala.
asili yenyewe kuna maelezo mapana, lakini wanasema neno Allahu asili yake limetoka katika aliha ya lahu, ikawa alahun, aliha ya lahu, alahun, kisha ikatiwa alifu na lamu litaarifi, ikawa Allahu, thumma fukhima litaadhimi fasara lafdhu Allahu fukhima litaadhim. Kwa hiyo kuna uwezekano kumbe mtu akitamka Allahu ikawa hakuna shida, tafhimu imekuja kufidisha taadhimi, kumtukuza Mungu. Haiwi tena kama yule mzee aliposikia kwamba shetani ni dhalili, Mwenyezi Mungu ni mtukufu, sio kwamba anashindwa, anafanya makusudi. Kumbe shetani dhalili basi akisoma a'udhu billahi minash shaitani, hataki kusema minash shaitani, unamtukuza minash shaitani. Hakuna kusema minash shaitani, unamkuza hiyo. Sema a'udhu billahi, anasema a'udhu billahi, kwa sababu Mungu atukuze, useme billahi, sema billahi. A'udhu billahi minash shaitani, anataka hivyo. Kwa hiyo kuja Allahu liifadati ta'adhimi wa tafkhim, lakini aslu lafdhi ni Allahu. Kwa hiyo kwa kutamka hivyo itakuwa kama anajua katamka hivyo ni jaiz ma'al karaha, inafaa, lakini pamoja tunasema kwa lugha kwetu wanengereko na ukinyaa ndani, inafaa akisema Allahu. Lakini kinachotakiwa hii alifu hapa katikati asiidondoshe. Allah, so Allahu, sema Allah subhanahu, Allah sio Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sio Allah subhanahu, itakuwa umepunguza herufi, umeiondosha alifu. Ndio maana wenyewe wasomaji wa Qur'ani wana kitu, baada ya kusoma Qur'ani wana kitu kinaitwa tashihul qiraa. Ushasoma, unaweza, na inatakiwa sasa usomaji urekebishwe, kinakaguliwa kitu baada ya kitu. Hapo umedondosha hiki, ilitakiwa hivi, umedondosha hivi. Kuna watu manguli katika hilo, wamespecialize katika kipande hicho tu. Elimu ya dini haina tofauti na sekula. Katika sekula kuna watu wamespecialize katika elimu fulani, basi na katika dini vile vile kuna vitivo. Kuna watu wamesomea mambo ya Qur'ani, kuna watu wamesomea mambo ya da'wa, kuna watu wamesomea mambo ya hadithi, kuna watu wamesomea mambo ya sheria, kuna watu wamesomea mambo ya lugha. Hizo ni fakati watu wanasomea. Kwa hiyo mzee wangu kusema Allahu inafaa kama anajua anafanya maksudi kutamka Allahu. Muda nyendo hautoshi, inafaa na ukaraha. Manake wakati mwingine nimesema muda hautoshi, kuna kipengele yani nilikuwa nakitamani nikisema, lakini sasa ndio hivyo na uchovu na nini. Yani kuna masala ya taklidul madhhab katika sheria, kuiga madhehebu. Yani mtu amesoma kwa mujibu wa madhhabu aliyosoma, kufunga mikono ndio sunna, anaamua makusudi leo sifungi kwa sababu kaambiwa nini hiyo, wanaita hayati. Kwa naye anakuja anapita mipito ya ibadhi, manake yao ni madhhabul ibadha, hawafungi. Yani kutofunga katika madhhabul ibadha ndio sunna, tena muakada. Una msiba imam, wewe hujui na jeneza au sio la hapa? Haya, tuendelee na yetu. Sasa unaona kama vile ni nini, ni short, ngoja naamua leo sifungi. Au yo minal ibadha, yeye amesoma kwamba katika madhhabu ya al-Imam al-Ibadh kwamba kutofunga ndio sunna, akaamua leo ngoja nifunge. Huku ni kucheza katika ibada. Ndio wanasema yajuzu ma'al karaha,
Yani ili neno hili kubwa kwelikweli, kutafakari maisha yetu, kutafakari ibada, ni neno kubwa kwelikweli. Yani kuna mtu alivyosoma, yani anaona kama vile inafaa kuwa kama kwenye michezo vile, anaamua tu. Ndio maana mazoea haya niliwahi kutoa mfano siku moja, mtu anaswali, si kwamba kuna mahala panamwasha, zile ni mbwembwe tu kwamba yeye mwenyeji kwenye dini. Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sheikh, hizi wenyeji wa ibada umeupata wapi? Maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqumu lillahi qanitin. Nidhamu, adabu katika ibada inatakiwa. Hatusemi pakiwasha mahala usijikune basi ndo kaweka chezo, mara hapa mara huko kidogo, kawa na muziki wa leo. Maana wale watu wazee si ndio hiyo lazima wabetue kidogo. Ibada haihitaji hivyo. Fanya ibada yako, naamini hii kweli itaweza ikaje kanitetea siku ya kiyama. Kwa hivi nilivyofanya, insha Allah ibada yangu itasema. Sasa kila mmoja anapofanya ibada yake ajue, hivi nilivyofanya ibada hii, ikifika siku ya kiyama Mwenyezi Mungu akiitamkisha ibada, hebu mueleze huyo aliyekuswali wewe, mueleze aliyekufunga wewe, mueleze aliyekusoma Qur'an, kila kitu kitaulizwa. Ya Rabbi, huyo alikuwa anajua lakini kwa fahamu kusudi. Alikuwa anisomi vizuri. Qur'ani itakushtaki. Swala itakushtaki. Funga itakushtaki. Mpaka sadaka zetu zitatushtaki. Kila unachokifanya, hebu kifanye kwa roho kunjufu. Jitahidi kufanya kwa kadiri uwezavyo kuutafuta usahihi wake. Siku moja nilisema maneno, ili neno lichukue kila mahala. Usilibakisha hapo unapoamini wewe, kila mahala lipeleke. Umakini ni kufanya vizuri, sio kufanya sana. Asa lipeleke kila mahala. Na kama uelewe ya kuhusu. Wewe Matimbo unaelewa? Natoa ameno tu rafiki yangu. Umakini, yule bwana makini kweli kwenye mambo yake. Maanake unachokifanya unakifanya kwa vizuri, sio kufanya sana. Ukaamini unaswalisha vizuri huku kwetu Uswahilini huku. Maanake sunna sawa, swalatul fajiri zinatakiwa sura ndefu ndefu na swalatul isha. Lakini uliokuwa na huku, kuna wagonjwa wa presha kila wakati, haja ndogo, wagonjwa wa sukari, vizee, akina mama umeacha watoto, basi wewe unajikonja. Unalitafuta sura moja refu mashaallah ndio unasoma watu wakuone kwamba umehifadhi. Huo sio umakini. Soma hata aya moja au mbili, lakini sisome vizuri, inatosha. Yani hata yule mzee asione kero, ataniangusha sasa hivi. Unamwona mzee namna hiyo utafikia acheza mkidigi Uzaramoni. Sema kumbe imamu kule anaharibu. Nyia mkai na wazee mnawatesa. Yanaona jitia mbwembwe zako tu, unakwenda unatokomea, wanaangalia kwa sema unapoyota. Unamwona mzee kama anacheza vanga Uzaramoni namna hii. Unamtesa wewe. Soma aya 2 vizuri, aya 3 vizuri, wapeleke. Hata yule mzee hajaanza kunungunika, goma lishagemuliwa. Mwenye meza yake ya machungwa anawahi kwenye machungwa. Kinachotakiwa ni kufanya vizuri. Basi hata kwenye mambo mengine yale. Hamza elewi. Mwaka wangapi umeoa? Hata kwenye mambo mengine sio sana, vizuri. Bwana Mtume Muhammad alichokisema, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana mmoja wenu akilifanya jambo lolote lile alifanye kwa ufanisi. Wewe fundi kujenga, unajenga hata ikiwa ukuta mmoja, ujenge vizuri.
Wewe Mmakonde wa kwa chachacha pale, unashona magauni na suruali. Acha kupitisha uzi mmoja tukivuka msingi vitu nje. Suruali za kwa chachacha ukinunua kashone tena. Ukitambuka utakuta vitu vinadondoka huko. Na gauni zile. Uzi mmoja tu. Basi na yule mkeo Mama Emedi anapopika mboga yake ile aniutkina, na yeye afanye kwa nini? Ule mchuzi ukolee diko kama nazi kama futa kama vitunguu ndimu. Wasikia sana Al-Khasri ambao kwamba hatari kabisa wasikilizaji hapa. Ndoa inadumu kwa vitu vingi. Basi hata unapokaa kumtambia hadithi mkeo, hadithi njoo si nini, utamkolea hadithi. Basi sio sana, vizuri. Matimbo hujaelewa tu bado? Basi tena toka saa 3 upo tu wenzio wanaamka kwa ajili ya tahajudi, wewe umetoa macho. Sasa hayo hivyo. Basi na swala hivyo. Unaswali sunna usiku, unaweza ukaswali raka 2. Bwana Mtume anasema swalatul laili mathna. Swala za usiku uswaliwa raka 2. Raka 2 unatoa salamu, raka 2 unatoa salamu, raka 2 una hivyo. Basi bora ukaswali raka zako 2-4 vizuri, kulikoni unataka kuswali raka nyingi alafu unalipua. Ni bora tarawih tukaswali raka 8, 10, 12 lakini vizuri, kulikoni kutaka 20 alafu tunatafutana. Liusalli ahadukum ala nashati, ndio maneno ya Mtume. Kila mmoja aangalie uwezo wake wa mwili. Hapa ndio uwezo wangu, piga 2 lala. Na lala na mkasana, nataka kupiga tahajjudi. Kachukue udhu, kama kuoga njoo fanya istighfari zako, muombe Mungu, swali sunna zako. Raka 2, raka 4 inatosha. Usilazimishe nyingi mpaka alfajiri. We mwenyewe mpaka baadaye umeswali, mimi hata najua mimi nimepeleka tu. Mungu atajua mwenyewe huko. Hakuna habari ya Mungu atajua mwenyewe. Alichokieleza mwalimu wa umma Bwana Mtume, inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri, wapenda vilivyo vizuri. Kifanye kitu chako kilichokuwa kizuri. Ndio maana nilisema siku moja, hata kama una kanzu yako moja ndio aliyokuruzuku Allah, lakini ipende, ifue, ikiwezekana inyoshe. Si unayo moja, hiyo itanoga. Sio kwa sababu unayo moja tena kufua kila baada ya miezi 3 mpaka kwenye kola unanolea kisu. Hapana. Kweli unayo moja, hebu ipende, iboreshe, ithamini. Tokea ulivyoswalia Idi hiyo kofia yako hujafua mpaka leo inapanda kichwani tu. Hapana. Vile unavovaa vizuri, Allah anapenda kumuona mja wake kavaa vizuri. Kitu ambacho watu wengi hawajui, kivaa vizuri Mungu anapenda. Sio kanzu tu, hata suruali yako kivaa vizuri kiadabu. Sizungumzia wadogo zangu wanangu kuvaa suruali nusu mlingoti. Wenye wanaita sharobaro. Mzee mmoja amekufa anasema sharobaro, mnajua maana yake? Ni sharrul bariya. Ni kiumbe mbaya kweli, ndio sharobaro, sharrul bariya. Suruali imevaliwa huku. Haya maeneo muhimu yanaonekana. Njia panda ya double kibini inaonekana. Sasa sio vizuri. Mungu hawezi kupenda ukavaa hivyo. Mwanadada akavaa kitopu tu kinaadhiri mwili wake, Mungu hawezi kupenda. Mungu hawezi kukupenda kukuona wewe miswaki unaijua inapouzwa, uwe unakaa una siku ya 4 hujapiga mswaki, unakaa na wenzio. Sasa shughuli pale kwenye waladhalina, Sheikh Musa akipiga waladha hapo, sasa kwenye ami hapo, unatafuta nini? Ngonda, panya. Sio vizuri. Mungu anapenda ukiwa vizuri. Hilo moja. Lakini ile akbar, Allahu akbar, hii hakuna. Hii hakuna akbar. Wenyewe wanaita nini? Ismu tafdhil. Akbar ala wazni af'al, sio ala wazni if'al. Akbar ni mkubwa mno, ni mkubwa sana. Tusiwaudhi wale tajeneza, maki hata mimi sijui. Kuna imamu unajua?
Hatujui sasa inakuwaje. Lazima tufahamu, maana nilisema siku moja watu wanaweza katuona kama vile wakaksi. Lakini kunapokuwa na ndoa ni sunna ndoa kufanyika msikitini. Lakini lazima tujue, sio kwa sababu unaoa wewe unakuja tu, hapana. Hata msiba ni jambo muhimu, watu wengi wanatakiwa washiriki kumswalia. Ni moja katika wema, maiti wanatakiwa waswaliwe na watu wengi. Lakini sio unakuja tu, si utuambii. Hata ukiwa wewe mhudumu wa msikiti tuambie sisi. Alafu siku ya leo, kwa taarifa yenu, kwanza ngoja niseme kabisa. Siku ya leo labda nimesipo, siku ya leo yangu ujue. Nyinyi mnatamba. Leo nakuja mwenyewe. Ndio siku yangu na mimi ya kukata mate. Sasa mimi nakuja kukata mate, wewe tena unaona mambo yako, wafu mimi huja niambia shehe huko leo kuna hiki. Inakuaje? Unajuaje mimi nina jambo langu ushajitwisha leo nakuja kusema, leo na rosto ya kusema. Wewe unakuja hapo unaleta jambo lako. Unanikata steam. Kwa tuambizane. Imamu apate taarifa, imamu ndio mtu anayenambia mimi. Lakini taarifa kwanza zozote lazima zifike kwa imamu. Kama imamu ana dharura atatoa taarifa. Sheikh Musa Barakonte upo? Wewe sio imamu, wewe muadhini. Usiletee taarifa ukakaa nayo, mimi si kiongozi, sio jukumu lako. Wewe adhini, ukimaliza uchune. Kwa hiyo kile taarifa kama hizi fikishe kwa imamu. Imamu atajua, shehe upo? Bwana leo kuna jambo fulani leo. Haya inshallah, kwa sababu tunatakiwa kama hivi jambo la Muislamu wenzetu, itakuwa kuna mmoja katika sisi mtaani kwetu kaondokewa. Hatuna cha kumpa. Cha kumsaidia sisi ni yule maiti wake kushiriki kumswalia. Hii inatakiwa tushiriki, tusimsusie. Lakini sasa usemi